Wakiumwa tunalala nao. Simba wake zetu. Wakiumwa tunalala nao, wakiwa wazima tunalala nao. Nadhani mmeona na Simba jana nilikwambia Simba hawezi kugoma. Simba akigoma mnunulie chips na kuku anakuja geto. Na amekuja geto amekula nauli sana, amekula nauli. Ndio Yanga Afrika. Sisi tuliuzungumza na Engineer aliwahi kuzungumza ila watu walijizima data. Engineer alisema kuna utafika wakati kila kona utazungumzia Yanga Afrika. Sasa neno moja kwa mwalimu Milud ambaye amepoteza mechi moja tu alama mbili. Yaani alikuwa sare dhidi ya JKT Tanzania. Hadi leo hajapoteza mchezo wowote. Na kuongea asili mwalimu hawezi kufundisha Yanga mwakani. Anaenda wapi? Utajua wewe mwalimu wa Yanga yupo tayari. Bila kuia asili ya kambi. Mwalimu hawezi kufundisha mwakani. Kwa nini? Hii Yanga inataka kufika mbali, mwalimu bado kwenda kufika na Yanga mbali. Nisikilize mimi nakwambia utakuja kuona. Kwa uwezo huu tunakwenda Zanzibar. Ukishachukua kombe mwalimu tunaagana naye. Sisi tofauti na Simba. Kocha huyu alikuja kwa muda. Kocha wa Yanga Afrika tayari yupo tayari. Kocha wa Yanga Afrika yupo tayari. Na mwezi wa 7 Zanzibar tukienda tunaenda kutangaza namba 10 bora ya nchi. Nani ya nchi? Mimi si nishakwambia Faisal mchezaji wa Yanga, hii nakugea tena. Nilikugea homework ya mechi. Nilikwambia Simba akifunga Yanga, sio kuifunga, akizuia goli ndani ya dakika 90. Na kwenda uchi kutoka stesheni mpaka Mbagala. Na ndakugea kwa 50. Wameshindwa. Sawa, wameshindwa. Leo nakugea hadi nyingine. Kama Feitoto hajavaa jezi ya Yanga, natoka Benjamin uchi mpaka Mbagala. Na nakugea kwa 50. na vipi kuhusu mchezaji wa Simba? Mchezaji wa Simba yupo. Na leo kacheza. Kwenye gari yenu. Kwenye gari yetu na hii leo atakuwa mechi yake ya mwisho. Sisi Simba Academy yetu. Sisi Simba Academy kufika wakati tunachukua mchezaji wetu. Academy. Nilikwambia Feitoto miezi mitatu nyuma iliyopita. Sawa? Sasa hivi naona redio nyingi zinachambua. Huyu mchezaji wa Simba nilikwambia, nikamsikia mchambuzi mmoja swaiba wangu sana. Unapenda kummoja akakwambia. Yale niliongea mimi. Sasa tusubiri wakati unaongea. Nikushukuru sana. Asante. Waende kusajili. Wasiende kudanganyana. Kwa sababu hao wachezaji hao leo hao wazee wa leo waliposajiliwa tuliwaambiwa watoto wadogo. Nadhani leo umeona umri walipopimwa. Watu wanadondoka. Na walisema kwamba ili mama bingwa lazima muutane mpango. Na kweli yametimia siku ya leo. Kwanza mimi nakuuliza, kwani mpango alikuwepo? Hakucheza leo. Hakucheza. Alibana mangapi? Kwanza amecheza. Alibana mangapi? Amecheza mpango. Ndio maana sisi tuliwaambia huwezi kupata pointi za mezani kama hujamkaba Pacome Zouzoua. Umemwona Pacome? Nimeona. Yule ndo Zinedine Zidane wa ligi hii. Sema wanaanzisha mwakani. Anachukuliwa nani? Nakwambia tena, ukimwona Pacome Zouzoua kaondoka Yanga Afrika, kaenda vile posti kumwangalia mamake na kurudi. Sio Simba. Sio timu yoyote, nimekwambia ukimwona Pacome Zouzoua katoka Yanga Afrika, kaenda kumwangalia mamake na kurudi. Mechi ijayo na Singida Black Stars finali. Nimekwambia hatuachi kitu. Ukitaka kujua kama Yanga tunajiamini, vile basi tushakuja niko Tanzania. Basi la kutembelea, tunaenda kuchukua kombe. Sisi tuliweka kabisa. Mwaka huu tunachukua kombe vyote na tunahakikisha Simba achukui kombe lolote. Hilo tumefanikiwa. Sasa hivi tumeambia watu wa Simba warudi wakatambe kwenye renki. Kwenye vikombe wapi? Wabaki kwenye renki zao kwa sababu si renki wakubwa, si nini? Huku akija kweupe, huku akija kwa wabaki huku. Nimekuambia tunaenda kuchukua baki tubaki mara 10. Hii ndio kwanza mara 4. Tunaenda kuchukua baki tubaki mara 10 hika nayo. Na ndio maana unakumbuka una neno nilikwambia, sisi Simba kama wake zetu. Wakiumwa tunalala nao, wakiwa wazima tunalala nao. Kama wake zetu. Wakiwa wazima tunalala nao, wakiwa wanaumwa wanalala nao. Mshoni malizia ubaya uwe. Mzize ndio nilikwambia tukia siku nyingi. Yule sio forward wa kupewa matuta. Yule ni goalman wa kwenda kufunga magoli. Sawa. Walikuwa Marekani juzi. Wako hapa tu na luka tu kama haragi ndio kuiba kwake. Hii ndio Yanga Afrika. Hii ndio Yanga Afrika bwana. Na nakwambia ama Samia atatoka madarakani. Ataingia mwingine. Sisi bado sana. Tumuongelee kwa Zouzoua leo goli na assist. Anastahili kuwa mchezaji bora wa ligi. Yes. Unafikiri nani anamzuia? Na nakuhakikishia kama sio hizo nani wamwenda yule wa mstaji Mwekenda yule kama sio kumchezea alafu
siku ile angekuwa top scorer, angekuwa na kila kitu cha mpira, angekuwa na kila kitu cha mpira, magoli mengi assist. Yule Lusaje yule ndio ametuharibia sisi mama, lakini wote tukuchukua na kuhakikishia. Hongera sana ndugu yangu. Ushindi wa leo dhidi ya Simba unamaanisha nini kwa ligi? Ushindi wa leo ni special kwa ajili ya kujengwa. Mchungaji, kwenye moja ya nukuu zako, matokeo kama haya. Mchungaji, kwenye moja ya nukuu zako ulikuwa unasema hakuna mchezaji wa Simba wala Simba mhitaji mchezaji ambaye anakaa muda mrefu ili kuingia kwenye mifumo. Leo hii unabadilika mchungaji. Ndio timu tunaijenga. Timu usikiangalia ndio msimu wa kwanza. Huu ndio msimu wa kwanza. Msajili wachezaji 14, msimu wa kwanza ndio huu hapa. Kama ni msimu wa kwanza lazima upate matokeo kama hayo. Huu ni msimu wa kwanza mchungaji, lakini mmefungwa mechi 5 mfululizo. Hapa tumefungwa 10. Ndio maana kujenga timu. Timu tunaijenga na itaimarika kuanzia mwaka kesho. Mimi sio silaumu kiongozi yoyote. Viongozi wamefanya kazi yao. Kweli wachezaji inaonekana. Ujenzi bado unaendelea. Ndio maana kocha bado tunaendelea kuwa naye, maana ujenzi bado unaendelea. Leo hii tunaonekana sisi hatuna akili. Kila tukifungwa viongozi, kila tukifungwa viongozi, kila tukifungwa viongozi, tunaonekana sisi hopeless. Bali kweli ndio imeamua mechi ya leo. Mchungaji, watu wanasema nyie mnapata 200 300 mfiche madhaifu ya viongozi. Hakuna madhaifu ya viongozi na hakuna watu ambao wanapata 200. Hakuna watu kama wao. Kweli leo umeamua. Leo tumeenda mbali zaidi, tumechukua marefari kutoka Egypt ili waje wachezeshe. Si haki imechezeshwa hapo. Na angekuwa mgongo wala ingekuwa kesi. Bahati mbaya ni marefari ambao wametoka Egypt ambao wameonyesha uwezo mkubwa, performance kubwa na matokeo ndio yamepatikana. Kwa hiyo ukimwona mtu yote wa Simba analaumu viongozi, huyo sio mtu wa mpira. Mchungaji, Pacome Zouzoua anastahili MVP, ni miongoni mwa wachezaji waliochukua tuzo hiyo. Ni special kwa ajili ya kujengwa. Mchungaji, kwenye moja ya nukuu zako, matokeo kama haya. Mchungaji, kwenye moja ya nukuu zako ulikuwa unasema hakuna mchezaji wa Simba wala Simba mhitaji mchezaji ambaye anakaa muda mrefu ili kuingia kwenye mifumo. Leo hii unabadilika mchungaji. Ndio timu tunaijenga. Timu usikiangalia ndio msimu wa kwanza. Huu ndio msimu wa kwanza. Msajili wachezaji 14, msimu wa kwanza ndio huu hapa. Kama ni msimu wa kwanza lazima upate matokeo kama hayo. Huu ni msimu wa kwanza mchungaji, lakini mmefungwa mechi 5 mfululizo. Hapa tumefungwa 10. Ndio maana kujenga timu. Timu tunaijenga na itaimarika kuanzia mwaka kesho. Mimi sio silaumu kiongozi yoyote. Viongozi wamefanya kazi yao. Kweli wachezaji inaonekana. Ujenzi bado unaendelea. Ndio maana kocha bado tunaendelea kuwa naye, maana ujenzi bado unaendelea. Leo hii tunaonekana sisi hatuna akili. Kila tukifungwa viongozi, kila tukifungwa viongozi, kila tukifungwa viongozi, tunaonekana sisi hopeless. Bali kweli ndio imeamua mechi ya leo. Mchungaji, watu wanasema nyie mnapata 200 300 mfiche madhaifu ya viongozi. Hakuna madhaifu ya viongozi na hakuna watu ambao wanapata 200. Hakuna watu kama wao. Kweli leo umeamua. Leo tumeenda mbali zaidi, tumechukua marefari kutoka Egypt ili waje wachezeshe. Si haki imechezeshwa hapo. Na angekuwa mgongo wala ingekuwa kesi. Bahati mbaya ni marefari ambao wametoka Egypt ambao wameonyesha uwezo mkubwa, performance kubwa na matokeo ndio yamepatikana. Kwa hiyo ukimwona mtu yote wa Simba analaumu viongozi, huyo sio mtu wa mpira. Mchungaji, Pacome Zouzoua anastahili MVP, ni miongoni mwa wachezaji waliochukua tuzo hiyo.